Bado niko katika mwendelezo wa kile ambacho nilichokianzisha kama ER Media TV kwa ajili ya kuongea na hili shirika la JICA Tanzania, na naongea na viongozi ambao wanapatikana katika shirika hili la JICA Tanzania. Na hapa niko na mama huyu, atajitambulisha yeye ni nani katika shirika hili, na baada ya hapo tutaelezea dhima na dhamira ya sisi kuweza kukutana hapa na kuweza kuongea mawili matatu kwa ajili ya ujenzi wa taifa letu. Habari za wakati huu mama? Salama, habari za kwako ndugu mtangazaji? Ni njema, pole na hongera kwa majukumu yako. Asante sana, nashukuru sana, pole na wewe pia. Sawa. Hebu niambie au tuambie kwenye shirika wewe ni nani, na utuambie pia shirika hili limejikita zaidi kufanya kitu gani? Kwa majina mimi naitwa Mona Moshe Tembele, ni muhasibu kwenye NGO hii ya JICA. Yani ni shirika lisilo la kiserikali ambalo kazi yake kubwa hasa ni kusaidia vijana katika kuibua vipaji vya aina zote, tena hasa vijana walio katika mazingira magumu. Umeeleza vizuri zaidi, na bila kupoteza wakati ningependa nianzie hapo hapo. Unaweza ukaniambia nyinyi kama shirika mnawezaje kusaidia vijana ambao wanajiingiza au wale tayari ambao wamesha kujiingiza na matumizi ya dawa za kulevya? Sisi njia ambayo tunayotumia ni kuifikia jamii kwa ujumla, kwa sababu sisi ndo tunaishi na jamii mitaani humu, na kwa kushirikiana na serikali, watendaji wa mitaa, watendaji wa kata, wenye viti wa mitaa, tunashirikiana nao. Wao wanakuwa wanafahamu zaidi ni nyumba zipi ambapo kuna vijana wengi ambao hawana kazi za kufanya. Sasa mara nyingi vijana wanapokuwa hawana shughuli za kufanya, ndio wanajiingiza kwenye mambo hayo ya matumizi ya madawa ya kulevya. Kwa baadhi ya vijana ambao wamejiingiza katika matumizi ya dawa hizi za kulevya, umezungumzia vijana na changamoto za kukosa cha kufanya, na kwa asilimia kubwa vijana wanalalamika na kusema kwamba kwa sasa hivi ajira kwao imekuwa ni jambo gumu sana, na umesema kwamba wanaingia kwa sababu wanakosa kazi za kufanya. Wewe ukiwa kama kiongozi unatoka katika shirika la JICA Tanzania, mmejipanga vipi kusababisha ajira, yani kusambaza ajira kwa vijana ambao inasemekana kwamba wanaingia katika matumizi ya dawa za kulevya kwa sababu ya msongo wa mawazo, kukosa ajira? Sisi kama JICA tunafahamu fika kwamba kijana yoyote ana ndoto. Kijana yoyote ana ndoto. Sasa ili aweze kutimiza ndoto zake kutokana na mazingira magumu, sisi tumejikita kuwatafuta vijana ambao wenye ndoto za aina zote. Kuna wasanii ndani yake, kuna wanamuziki, kuna wacheza filamu, kuna wacheza ngoma, kuna wacheza mpira. Kwa hiyo sisi tunachokifanya, tunapita nyumba kwa nyumba tukishirikiana na watendaji wa mitaa na wenye viti wa mitaa. Kama kuna vijana ambao hawasomi, hawana kazi yote, tujue sababu kwanza kwa nini hawasomi, pengine ni matatizo ya kifamilia. Sasa basi, kuliko kukaa bure, tunawasaidia vijana kuwaingiza kutokana na kipaji chake alichonacho, kuwaingiza kwenye NGO hii, tunawaunga ili tuweze kuamsha vipaji vyao. Kwa mfano, kuna vijana wengi ambao wana uwezo wa kucheza mpira. Kwa hiyo sisi tuna organize groups za timu tuseme za mpira wa miguu. Kwa hiyo tunawawezesha, tunawaweka sehemu moja, tunawawezesha kwamba kila baada ya muda fulani wanakuja wanafanya mazoezi. Ikitokea tunaweza tukawaandalia, kwa mfano kama tunawaandalia mechi za kucheza labda mashuleni au mitaani humo labda mtaa kwa mtaa, tunafanya vitu kama hivi tuweze kuibua vipaji vyao. Kwa asilimia kubwa vijana wamekuwa ni wahanga au waathirika wa kwanza katika matumizi ya dawa za kulevya. Katika upande wa vipaji ambavyo umevizungumza, kuna kijana leo hii anatutazama na anatusikiliza live hapa, hana kipaji cha aina yoyote. Kipaji alichonacho yeye ni kile ambacho alichokwenda shule kusoma. Baada ya hapo amekosa ajira, kile alichokisomea ameweza kukosa, hivyo amekaa hana kazi yoyote, na inasemekana kwamba kijana akikosa kazi anaweza kujiingiza katika tabia hatarishi. Unamwambiaje kijana ambaye hana kipaji chochote? Kwa kweli katika dunia hii hakuna kijana yoyote ambaye amezaliwa hana kipaji. Hilo tunaamini hivyo. Kila mtu ana kipaji. Kama sio cha biashara, basi atakuwa na kipaji cha kucheza mpira. Kama sio mcheza mpira, atakuwa na kipaji cha kuimba. Kama sio kuimba, atakuwa na kipaji cha kucheza muziki au kucheza ngoma. Kwa hiyo
lazima tu tutajua kipaji chake ni kipi, then sisi tutaweza kumwezesha kwa kumuunganisha pamoja na vijana wenzake ili aweze kushirikiana nao. Mwisho wa siku naye ataibuka na kipaji chake alichonacho, kilichomo ndani yake. Vijana waliotoka kimuziki kupitia hiyo kazi wamekuwa ni darasa kwa jamii ama kwa vijana wenzao, na wamekuwa positive katika hilo. Sasa tunaenda kwa yule kijana msanii ambaye anamshuhudia msanii wa muda mrefu amepambana katika sanaa yake, anamuona na yeye pia huyo msanii ambaye ni kioo cha jamii, anategemea kwamba sanaa hiyo ni ajira kwake. Anamuona huyo msanii akiwa katika matumizi ya dawa hizi za kulevya. Yeye kama kijana ambaye ndo anaanza kuchipukia, anaamini anaweza kuimba, anaweza kuigiza, anaweza kujifunza kitu gani ili mwisho wa siku na yeye sasa asiingie katika sakata hilo na kuonekana kumbe madawa ya kulevya hata ukiingia katika usanii hayaepukiki. Madawa ya kulevya yanaepukika. Kwanza kabisa sisi kama JICA tunatoa elimu kwa vijana. Tunapokuwa tumewakusanya vijana hivyo, tunawapa elimu madhara ya madawa ya kulevya, tunawaelewesha, na hata kama wakiwa na wazazi wao pia tunawaambia wazazi wao wajaribu kuwafuatilia vijana wao wasije wakajiingiza kwenye masuala ya madawa ya kulevya. Baada ya kuwa wamepata elimu hiyo, madhara yake ni makubwa sana. Kwa hiyo wao wenyewe watajua kwamba watakapoingia kwenye huo mfumo wa madawa ya kulevya wataharibu maisha yao. Sasa kama yeye akiwa kijana na ana nia ya kufanya maendeleo na nia ya kufanikiwa, hawezi kujiingiza huko kwenye madawa ya kulevya. Nashukuru sana. Mkiwa kama shirika la JICA Tanzania, kwa tafsiri pana, mna malengo makubwa yaliyo mapana ya kuhakikisha mnaifikia jamii kubwa kwa kiwango kikubwa. Sasa mimi nataka kuelewa ama kufahamu jambo moja. Tangu mmeanza, mmeshaandaa program gani ambayo inamlenga moja kwa moja kijana na kuhamasisha ama kumwelimisha asiingie katika matumizi ya dawa hizi za kulevya? Kuna program ambayo tayari tumeishaandaa ya kuwafikia kwenye mitaa yetu. Tuseme kwa mfano, tumeshafika kwa watendaji kujitambulisha sisi kama JICA na tunataka kufanya nini. Kwa hiyo tumeshaongea na watendaji wa kata hizo. Tuna ratiba ambayo tunaiandaa kwa ajili ya kuwapelekea watendaji ili waweze kututangazia kwenye maeneo yao kwamba siku fulani na siku fulani kutakuwepo na shirika hili la JICA litafika hapa. Kwa hiyo linahitaji kukutana na vijana ambao wapo kwenye kata hii kwa ajili ya kuweza kuwapa elimu na kuwaelewesha nini JICA inataka kuwafanyia. Asante sana. Umeeleza jinsi ambavyo mmejiandaa kama JICA kuhakikisha mnawafikia vijana na watu wengine kwa ajili ya kuweza kuwasaidia ama kuwainua katika upande wa shirika. Sasa tukienda katika ushirikiano wa pamoja, serikali, jamii pamoja na mashirika mengine, mnawezaje kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha mnatokomeza kabisa hili janga la vijana hao watu kuingia katika matumizi